Wahenga wanasema kwamba mtoto mleavyo ndivyo akuavyo, na mimi mtoto wangu nikamlea na ndivyo alivyokuwa. Angalia sasa. Nilianza utani sana chekishia. Umeona? Nilianza kivi. Kama unavyoona vitu ambavyo nilivyokuwa navyo vilikuwepo ni pamoja na vitu nilivyokuwa navyo vilikuwepo. Cha kwanza kabisa nilikuwa ni nilitenga eneo maalum kwa ajili ya bustani. Jambo la pili, nilikuwa na vitendea kazi. Jambo la tatu, nilikuwa pia na vifaa vangu ambavyo nikavitumia katika upandaji wa mbegu zangu. Ukiangalia utaona nimetumia viroba pamoja na ndoo. Kuna aina tatu hapa ya nilotumia kwenye upandaji. Ya kwanza ni aina ya chini kama chini kawaida tu, chimbia basi nikakitenga kieneo vizuri. Hapo ndio nilipopanda mbegu zangu. Eneo la pili lilikuwa ni kiroba kile nilikitoboa sehemu za pembeni, pamoja nikatumia pia na sehemu ya juu. Sehemu ya juu nikapanda miche ambayo ilikuwa imepishana kidogo kwa ajili ya kuachiana nafasi, sababu Chinese huwa zina tabia ya kuchanua. Basi pia vile vile nilichokifanya kama unavyoona, nikapanda kwa pembeni, nikatoboa matundu kadhaa pembeni, nimepanda Chinese yangu. Pia juu nikapanda Chinese pia, mbegu za Chinese. Ukiangalia pia kwenye ndoo nimeweka vile vile Chinese. Angalia hizo Chinese zenyewe nilizozipanda katika ndoo, kwa sababu ni ndoo ndogo. Nilikuwa nimepanda miche miwili, lakini ndoo kubwa nikapiga miche mitatu. Ikiwa na maana gani? Kama kawaida, kama ilivyoada, Chinese huaga inachanua, na Chinese inahitaji vile vile nafasi kubwa, na ndio maana nikaamua kupanda kidesign hiyo. Ukiangalia vile vile nilianza kidogo, haikuwa ni kazi sana, lakini moja ya changamoto nilikuwa nimekutana nayo. Unajua changamoto hazikosekani. Kuna kipindi for sure nilikata tamaa, nikajua hapa kazi ipo, kwa sababu nilikuwa nimeng'oa baadhi ya mbegu na baadhi ya miche ili mradi kwenda kuipandikiza sehemu nyingine, lakini ile miche wakati naipanda ilikuwa vizuri, imesimama naipanda, lakini inakuwa ina tabia fulani, ni tabia ya kawaida sana. Ni tabia ya kawaida, inakuwa tabia yake kwamba inanywea, yani inanywea kabisa, inanywea kama inakauka hivi, ndio yani kama ndio inaondoka. Ukisema sasa pale kwamba hizi tayari zishakufa uziache, unakopa ndo kama unapoteza. Kwa kumbe itabidi hata ukiona zinanywea pale unakuwa unazimwagilia maji. Kikubwa cha kuzingatia kwenye mng'oaji tu kwamba unang'oa kabisa chini, unang'oa na mizizi, yani mizizi inang'oka vizuri. Hakikisha usikosee, kwa sababu ukikata mizizi ndio kila kitu. Ukikata mizizi basi itakuwa shughuli, lazima kuna zingine zitakuwa zinakufa na kuna zingine zitasurvive. Kwa hiyo ndio hivyo, moja ya changamoto nilikumbana nayo ndio hiyo. Nilikuwa kabisa nishasema hapa kazi ipo, hapa nimekosa hapa, lakini baadhi ya miche ilikuwa inanipa moyo, inanipa matumaini kwa kuiona imekuwa imesimama vizuri. Kumbe hichi kilimo ni kilimo kizuri, unaweza ukakipiga hata nyumbani na kikawa fresh, kikuletea matunda, uhangaiki na mboga hizi za majani za kununua. Kwa urahisi zaidi basi utazipata tu kwa wewe mwenyewe nyumbani, utachuma mboga